Karibu tena kwenye episode yetu nyingine tena ambayo tunajifunza fashion na muonekano. Leo tumewaandalia somo lingine ambalo ni special kabisa kwa ajili ya wanaume. Linawahusu pia wanawake, lakini hii ni specifically kwa ajili ya wanaume. Tumeona sisi kama Expensive Husband tudili sana na wanaume kwa sababu ndio wahanga wakubwa sana wa majanga ya fashion na muonekano. Wanaume wengi sana hatujui, hatuna elimu hivyo vitu. Kwa hiyo sisi kama Expensive Husband brand tutahakikisha wanaume wote tunaweza kujua kuwa na elimu sahihi ya muonekano, lakini pia na mavazi kwa ujumla. Sasa leo tumewaandalia somo very sensitive kidogo, na kwenye somo hili linabeba 80% ya muonekano wa mwanaume au 80% ya muonekano wa mwanadamu. Somo letu la leo linabeba 80% ya muonekano wa mwanadamu. Kwa hiyo ukilichukulia katika serious litakufanya uweze kuwa na mabadiliko. Lakini kabla sijaanza hili somo mimi nakumbuka hii hata akiona mama yangu ni shahidi. Mimi nilivyoingia tu sekondari form 1, form 2, form 3, nilivyokuwa nikienda likizo nyumbani kwetu, mama yangu alikuwa ananiambia, "Ima mwanangu unajipenda." Unajua, yani alikuwa ananiambia, yani hiyo kauli alikuwa ananiambia kila saa. "Mwanangu unajipenda sana. Ima mwanangu unajipenda." Kumbuka mama ni mwanamke, amebeba role ya woman. Kwa kama mama, kama mwanamke anayekuzunguka akikupa comment ya kwamba unajipenda, hiyo inaonyesha kabisa you take care of yourself. That means muonekano wako ni mzuri. Na kipimo pekee cha kupima muonekano wako kwamba ni mzuri au mbaya ni wanawake ambao wako karibu na wewe. Je, wanakupa comment gani kutokana na muonekano wako? Kwa hiyo mimi nilikuwa namtumia mama yangu kama reference. Mimi mama yangu alikuwa kila siku every day, mwanangu unajipenda. Mwanangu unajipenda. Sio najipenda ninavyokula chakula, nguo zangu, ninavyojinunulia, the way I take care of myself. Kwa hiyo leo somo letu la leo litatufundisha discipline kubwa sana ya muonekano. Kwa hiyo hili limebezi sana kwenye muonekano, na story nyingine ambayo ni very interesting ya mimi na mamangu. Mimi na mamangu tulikuwa tunagombana sana kwenye swala la kuchota maji. Mimi nyumbani nilikuwa natumia maji vibaya sana. Alikuwa anachota maji. Mimi mamangu anapenda maji yawepo ndani ya kutosha, yani vitu viwepo. Sasa mimi nilikuwa mvivu kuchota maji, nilikuwa busy na mambo yangu, lakini nikiamua kuchota nachota, ila ndo mpaka niamue. Sasa nilikuwa ninaoga, ninatumia maji mengi, nikiingia kuoga natumia maji mengi, mama na mind. Kwa hiyo mimi nakumbuka kuna siku hadi niliwahi kugombana na mamangu very serious, kisa mimi nimetumia maji afu sijachota, hadi akanifungia bafuni. Hiyo story ni very interested. Dada zangu wakiona hapa wanakumbuka. Yaani tulibadilikiana na mama kabisa. Mama akanifungia bafuni. Kwa nini ninaoga na sijachota maji? Sasa nimekupa hii story hii kukuonyesha kwamba mamangu alikuwa anagombana na mimi kipindi kile, lakini alikuwa ajui kwamba kipindi hicho mwanae alikuwa katika level gani. I was just taking care of myself. Nilikuwa najijali sana. Mimi nikiingia bafuni, by the way, naweza nikaoga hata mara 5 kwa siku. Haimaanishi kwamba kuoga sana ndo usafi, lakini mimi ninaamini kwamba unapo take time baada ya kuoga, ukioga tena ni kama una refresh back energy, yani una refresh mwili, unakuwa na mawazo mapya. And sometimes mimi kuoga waga natumia kama sehemu ya kufikiria, ku-update mwili wangu, ku-update ubongo wangu. Kwa mimi personally napenda sana kuoga. Sasa nimewapa hizi story zinashabiliana sana na ambacho leo tutafundishana. Sasa leo ndugu zangu wanafamilia wa Expensive Husband, especially wanaume, leo tumeandalia somo moja linafahamika kama personal hygiene. Personal hygiene tunaifahamu. Everyone aliyefanikiwa kuenda shule tulifundishwa, ilikuwa sijui form ngapi, tulikuwa tunafundishwa kwamba personal hygiene ni kitu cha msingi sana. Ni usafi wa mwili generally. Na personal hygiene haihusishi kunukia vizuri, hapana. Kunukia vizuri haihusishi personal hygiene, kwa sababu choo kinaweza kisisafishwe lakini kikamwagiwa zile air fresh na choo kikanukia. Lakini tunapokuwa tunaongelea personal hygiene tunazungumzia ule usafi. Tunapokuwa tunazungumzia personal hygiene ni usafi yakinifu wa kitu husika. Unafanyaje usafi wa choo chako? Unafanyaje usafi wa nyumba yako? Unafanyaje usafi wa every angle? Lakini leo tunaongelea muonekano. Na muonekano tunauongelea mwili. Kwa hiyo tutaongelea personal hygiene inayohusisha mwili kwa ujumla.
Kwa hiyo naomba uweze kutulia, uweze kunielewa ili uweze kuona ni vitu gani vya msingi vya kuvizingatia. Trust me. Trust me. Hiki ninachokizungumzia leo au ninachokifundisha leo kinabeba 80% ya muonekano wa mwanadamu. Kwa hiyo ukikifanya katika perfect way, trust me, muonekano wako utakuwa mzuri sana. Kwa hiyo personal hygiene ni nini? Personal hygiene ni ile hali ya kufanyia usafi mwili wako. Mwili una parts nyingi sana. Mwili una kinywa, kinywa kina namna ya kufanyia usafi. Mwili una uso, una namna ya kufanyia usafi. Mwili una body as general body, ina namna sahihi ya kufanyia usafi, lakini kuna sehemu za siri. Zote ni sehemu ambazo zinahusisha mwili, zinabidi kufanyia usafi. Kwa hiyo utakapozingatia, utakapofanya usafi yakinifu mzuri, utakufanya wewe una muonekano mzuri, lakini utakuondolea gharama zisizokuwa za msingi. Let's say kwenye personal hygiene tunaweza tukaanza tu usafi wa mwili. Wewe unafanyaje usafi wa mwili wako? Usafi wa mwili wako unaufanya katika muda gani? Mwili wako lazima ufanyie usafi. Mwili kwa ujumla. Moja kwa moja tunazungumzia kuoga. Unaoga mara ngapi kwa siku? Mimi personally ninaoga mara nyingi iwezekanavyo kulingana na hali ya hewa. Ila kwa siku lazima nioge mara 3. Kwa nini naoga mara 3? Naoga asubuhi kama sehemu ya kustart up mwili wangu. Lakini nikienda kazini nina muda wa kumaliza kazi. Nitakaporudi, nikishamaliza kazi nikirudi nyumbani lazima nioge kwa ajili ya kuondoa any concentration stuff zilizokuwa kwenye mwili wangu kipindi cha kazi, mahangaiko. Kwa hiyo nasafisha mwili, naweka energy ya nyumbani. Lakini nikishaoga ule mchana, nikitaka kwenda kupumzika, lazima nisafishe, nitoe takataka zote ili niulaze mwili vizuri. Nisiambatanishe majasho. Je, wewe mwenzangu unaoga mara ngapi? Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuoga. Trust me, mwili unatoa jasho, kila engo inatoa jasho. Unapooga manake unatoa zile particles ambazo zinaweza zikaathiri ngozi yako, zinaweza zikasababisha harufu kwenye ngozi yako ili mwili uwe fresh. Kwa hiyo tunasafisha mwili ili kufanya mwili wetu uwe fresh. Na unaposafisha mwili mara kwa mara ni kama unaisafisha ngozi. Ngozi inahitaji kuwa take care. Kwa hiyo lazima utake care ngozi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha unasafisha mwili wako. Kwa hiyo hakikisha kwenye swala la kuoga, make sure unaoga mara chache sana, ni mara 2 kwa siku, lakini hakikisha unaoga. Kuna wale watu ambao wanatoka kazini hana sehemu ya kuoga, kwa hiyo akitoka asubuhi baada ya kuoga, akienda kazini, akirudi anaoga muda wa kulala. It's very nice. Hakikisha unaoga. Na ni vyema kwa sababu haya mafuta ambayo tunatumia kwenye mwili yana chemicals, na zile chemicals zina interval ya muda. Kwa hiyo lazima utumie kwa muda fulani. Ukishamaliza, ile chemical ikikaa muda mrefu bila kuitoa inaanza kuathiri ngozi. Kwa hakikisha unajua pia mafuta unayotumia yanakaa kwenye ngozi yako kwa muda gani, ili asije akaleta madhara tofauti kwenye mwili. Kitu chochote unachokiapply kikikaa zaidi ya muda husika kinaanza kuleta madhara. Ni sawa sana, kuna deodorant. Deodorant ni zile za kupaka huko kwa ajili ya kupunguza harufu. Zile zina muda. Kuna deodorant yake ni masaa 12. Kuna deodorant yake ni masaa 24. Deodorant kama ni ya masaa 12 ukikaa nayo masaa 24 inaleta madhara kwenye kopa lako. Kwa hiyo lazima utumie kitu kulingana na muda husika. Vivyo hivyo hata mafuta unayoapply kwenye ngozi yana muda wa kukaa kwenye ngozi. Ukifika ule muda, baada ya kuyatumia inabidi ukaoge, utoe yale mafuta, uweke mengine. Ndivyo namna ambavyo mafuta yatafanya kazi. Hivyo hivyo hata perfume, kuna perfume zinakaa masaa 5, kuna perfume zinakaa siku nzima, kuna perfume zinakaa hata wiki. Kwa hiyo ni vyema ujue kwa ajili ya afya ya mwili wako. Kwa hiyo hakikisha unafanyia usafi mwili wako. Hiyo ni moja kati ya kitu cha msingi sana ambacho kipo kwenye personal hygiene. Lakini tukitoka kwenye mwili tunakuja usafi wa meno yako. Unajua meno ni kivutio cha mwanadamu. Meno yanatumika kutafuna. Meno yanabeba vitu vingi sana. Meno ndio yanabeba particles ambazo zinasababisha harufu mbaya kinywani mwako. Lakini meno yanabeba particles ambayo yanaweza kaleta bacteria ambao wanaweza wakaathiri meno yako, ukapata magonjwa ya meno. Kuna umuhimu sana wa kufanya usafi wa meno yako. Je, unafanya usafi wa meno yako mara ngapi? Kwa mfano, mimi personally waga nina brush kinywa changu mara 3 au mara 2 kwa siku. Mara 3 waga na brush kwa siku. Kama mchana nimekula vitu vingi, kwa hiyo nikienda kuoga na brush kinywa. Lakini kama sijala vitu vingi, nina brush kinywa wakati wa kulala. Kwa nini na brush nikila vitu vingi?
kuondoa zile particles ambazo ziko kwenye meno kwa ajili ya kuja, zinaweza zikasababisha madhara kwenye kinywa changu kikaweza kutoa harufu. Kwa hiyo kuna watu vinywa vyao vinatoa harufu kwa sababu hawasafishi meno yao. Uchafu wa kinywa unakaa kwenye ulimi na kwenye meno. Kwa hiyo lazima ubrush ulimi wako vizuri, ubrush meno yako vizuri ili yaweze kutoa particle. Lakini pia meno lazima yavutie, meno lazima yawe ni meupe. Kwa unakuta mtu mwingine meno yake ni ya njano, hawezi hata kusmile. You cannot even smile in front of people. So brush your teeth in order uweze kupata confidence. Unapokuwa na kinywa meno masafi yanakupa confidence, unajiamini. Uko mbele ya watu unafanya presentation, unakuwa unajiamini. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya. Na hivi vitu wanaume tunavipuuzia, lakini ni vitu ambavyo vinabeba value yetu sana. Sasa sisi kama Expensive Husband tutahakikisha kwamba tunakuambia na tunakusimamia kuhakikisha kwamba una take care afya yako, sababu mwisho siku muonekano wako kwetu unamata. Wewe ukifanikiwa ukiwa na muonekano mzuri, sisi tunapata we proud of ourselves. Kwa hiyo lazima uhakikishe unafanya usafi wa meno yako. Meno ni muhimu sana. Meno ni kiungo muhimu sana cha kufanyia usafi. Lakini baada ya hapo tunakuja kwenye usafi wa nywele zako. Tuna nywele nyingi kwenye mwili. Kuna nywele za kichwani, kuna bears, kuna za kwapani, kuna nywele za sehemu za siri. Zote ni nywele. Wewe unajua kabisa kwamba sehemu ambako kuna nywele kunatoka jasho lingi sana. Sasa usipofanyia usafi nywele zako, unatengeneza harufu kali sana kwenye mwili wako, ambao hiyo harufu kali sana itaharibu mazingira ya watu ambao wamekuzunguka. Kuna umuhimu sana wa kukata vinyweleo vyetu, kuna umuhimu sana wa kuviosha vizuri, lakini kuna umuhimu sana wa kupaka vitu ambavyo vitaifanya iwe na harufu nzuri. Kwa mfano, mi personally ni mvivu sana wa kukata nywele za makwapa. Sio kwamba sipendi kukaa, yani kukaa ninaigusa nyama, sipendi. Kwa nywele zangu nazisafisha vizuri, nazipaka. Kwa sometimes I just feel zinanukia vizuri. Sasa kama utashindwa kutake care nywele zako za makwapani, je, nywele zako za siri itakuwaje? Kwa mwisho wa siku una create uvundo ambao hata boxer yako ukivaa unajikuta inatengeneza zile bacteria ambao moja kwa moja wata affect ngozi yako. Unakuta unapata vidonda, unawashwa, you lose confidence. Kwa hiyo ili uwe na confidence lazima vitu kama hivyo vizingatie ili kusimamia kujiamini kwako. Kwa hiyo tuhakikishe tuna take care ngozi zetu. Jua mafuta specific ya kupaka kwenye vinyweleo vyako. Makwapa, nywele zako za sehemu za siri, ndevu zako, nywele zako za kichwani. Unanyoa kwa nani? Unanyoa mara ngapi kwa siku? Personally mimi napenda kukaa na nywele kwa sababu kidogo zinanifanya naonekana I'm old enough. Nikinyoa sana naonekana kama kijana sana, wakati mimi sio kijana sana. I hate being kijana sana. Kwa hiyo sometimes I just keep air ili kuhakikisha kwamba muonekano wangu una reflect what I want to portray to my society. Kwa hiyo hakikisha unafanya usafi, jua mafuta specific ya kupaka kwenye nywele zako. Take care of yourself. Lakini tukitoka hapo tunakuja usafi wa kucha zetu. Tunaelewa lazima ufanyie usafi kucha zako. Watu wanakula kucha kama watoto. Fanyia usafi kucha zako. Sio lazima uende kwa wanawake wanapofanyia usafi. Hapana, nyumbani kwako ziko zile tools za kufanyia usafi. Una mwanamke wako, kaa mwambie nisugulie kucha zangu. Safisha, akusaidie. Kama hawezi, wenga muda kwa ajili yako. Inaweza ikawa mara moja kwa mwezi, inaweza ikawa mara 2 kwa mwezi. Just take care of your nails. Kucha zako ziwe na muonekano mzuri. Ni vitu vya msingi sana, vinaongeza confidence. Imagine, look my fingers. Look my fingers. I can even describe everything I want because I know my fingers are clean. I'm very smart. Kwa hiyo lazima utenge muda wa kujali vidole vyako. Ni sehemu ya mwili wako, usiviterekeze. Na vinaongeza confidence. Mimi huwezi ukaniambia chochote kwa sababu I know kinywa changu hakitoi harufu, vidole vyangu viko safi, ninanukia vizuri, nimevaa vizuri. Unaniambia nini? And I have something to nina kitu cha kukipresent kwako. Then what are you saying? I'm so confident. Kwa hiyo what I want ni vyema na wewe uweze take care your skin, take care your mouth, take care your nails ili uweze rise up your confidence. Onyesha discipline yako kupitia mwili wako. Kama una discipline na mwili wako, ni rahisi kuwa na discipline na vitu vingine. Yeah. Kwa hiyo tukitoka hapo tunakuja kwenye usafi wa sehemu zetu za siri. Ile ni sehemu very sensitive. Haioni na kila mtu, lakini trust me, sometimes it speaks with people. Unaweza kuwa umekaa unahisi wewe usikia harufu yako ya sehemu za siri, lakini people wanaisikia. Safisha sehemu zako za siri.
Wanaume wengi sana sehemu zetu sio delegate, lakini tuna jasho. Ni muhimu sana kuhakikisha unasafisha sehemu zako za siri kwa sababu zinakwaza. Na wengine, lot of ladies are complaining out there. Wanalalamika sana. Wanaume wananuka sehemu zao za siri, wananuka sehemu zao. Sasa imagine sehemu zako haziko complicated, lakini unashindwa kuzitake care. Imagine ungekuwa na sehemu kama za kike ingekuwaje? Kwa hiyo pata mafuta sahihi, osha sehemu zako za siri, usikae muda wote umebanwa. Okay, let's say kwa mfano mimi, how am I taking care of my sehemu zangu za siri? Mimi sehemu zangu za siri nazitake care kwamba ninazibana wakati ule tu ambao ninakuwa kazini. Nikitoka kazini, sehemu zangu za siri hazibanwi, zinapata hewa ya kutosha. Usiku nalala na nguo ya kuniachia. Nikiwepo nyumbani relaxing time, I don't wear boxer. Ninavaa boxer pale ambapo nakuwa nimevaa nguo zangu, niko ofisini. Baada ya hapo ninavaa flexible dresses ambazo zinanifanya maungo yangu yapumue, viungo vyangu vipumue. Sasa unapokuwa umebana, kule pako complicated, lakini pia umepabana, unaongeza jasho, nini kinachotokea? Kwa hiyo mimi ni mvivu kweli wa kunyoa vinyoreo, lakini najali to the extent ya kwamba maumbile yangu ayawi that bad. Kwa hiyo natamani sana ujue hivyo. Kwa mimi nimekuonyesha routine fupi tu ambayo naitumia kuhakikisha ninatunzaje sehemu zangu za siri, ambazo pia unaweza kutumia. Vaa boxer inayokubana muda wa kazi tu. Baada ya hapo, vaa nguo ambazo zitafanya mwili wako upumue, mwili upate hewa. Mwili unapopata oxygen ya kutosha, unafanya vinyweleo vipumue to the extent ya kwamba hautengenezi ile harufu ambayo ni ngumu. Trust me, story mbaya kuhusu sehemu za siri ni kwamba wewe unaweza usisikie harufu mbaya inayokutoka, lakini watu wanaokuzunguka wakasikia. So you have to be very careful. So mi personally leo nimeona ni vyema kuambia umuhimu sana wa personal hygiene, kwa sababu trust me, personal hygiene inabeba 80% ya muonekano wa mtu. Nguo ni 10% tu. Skin care na vitu vingine, handsomeness na vitu vingine, accessory na vitu ni 10%, lakini personal hygiene, ukitaka kupata ile naturality beauty au naturality handsomeness, ni baada ya kutake care personal hygiene yako. You are just beautiful naturally, you are just handsome naturally. Skin yako haiwi nzuri mpaka makeup, skin yako haiwi nzuri mpaka skin care. Do you understand? I'm trying, najaribu kuelezea katika namna ambayo tutaona umuhimu wa personal hygiene, ili kila mmoja aweze kuichukulia swala la personal hygiene katika userious mkubwa sana. Kuna umuhimu sana wa kutake action kwenye kuhakikisha personal hygiene zetu zinakuwa za msingi. Na wale wazazi ambao watoto wao bado ni vijana wadogo, ni vyema tuzungumze nao, kwa sababu ni vyema kijana akue katika kujijali, ili atakapokuwa muda husika aweze vile vitu vile vyake vya kawaida, kwa sababu kuna watu hivi vitu wakuvijua sasa hivi vinawatesa ukubwani. Personal hygiene is very important maniga. Wewe mwanaume mwenzangu, ni muhimu sana kuteka action kwenye personal hygiene yako. Kuna watu na miaka 30 plus, kuna watu na miaka mingi mpaka sasa, lakini hawajui kujali miili yao. Trust me, muonekano wako unabebwa na personal hygiene. Personal hygiene ni 80% ya muonekano wako. Kama you need to look good, if you need to be attractive, take care of your personal hygiene. Fanyia kazi, na tunaamini kwamba utakapofanyia kazi matokeo yataonekana. By the way, thank you so much. Somo letu la leo lilikuwa linahusisha personal hygiene, na naamini kila mmoja ameweza kupata cha kujifunza. Tuhakikishe tunazingatia personal hygiene. Ni msingi mkubwa sana wa muonekano. Don't escape from taking care of your body. Personal hygiene inachukua 80% ya muonekano wako. By the way, mimi naitwa Emmanuel Samson, nitakuwepo kuhakikisha kwamba nakupitisha kwenye madarasa tofauti ili wewe uweze kuwa na muonekano mzuri. We applaud when you look good. Sisi we applaud utakapokuwa na muonekano mzuri. Thank you so much. Karibuni sana Expensive Husband Brand. Sisi tupo kwa ajili ya thamani yako, na thamani yetu sisi ndiyo thamani yako wewe. Hatuwezi sisi tukawa good and you don't look good. So I need you to be like me. Me personal, mimi najiamini period. I know I'm looking good and I will look good and I will always be good and I want you to be good. Thank you so much. Karibuni sana, hakikisha una subscribe ili mafundisho kama haya uwe wa kwanza kupata. Tupo YouTube at Expensive Husband Brand, Instagram at Mr. Code at EHB. Thank you so much. Thank you.